si kwa sababu mwanadamu amefanya chochote, si kwa sababu mwanadamu amempa Mungu chochote, si kwa sababu mwanadamu amemwomba Mungu msamaha, si kwa sababu ya mwanadamu ya chochote, ila Mungu mwenyewe aliamua yeye mwenyewe. Biblia inasema mimi Bwana, mimi ndimi nizifutaye dhambi zako kwa ajili yangu mimi mwenyewe, sio kwa ajili yako, kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Biblia inasema wazi ya kwamba Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwa kuwa Kristo alikufa tulipokuwa tungali wenye dhambi, sio tulipokuwa wasafi. Sio kwa sababu tumemuita Mungu, sio kwa sababu tumemwambia Mungu tunaomba utusamehe, ni kwa sababu Mungu mwenyewe ameamua kuonyesha pendo lake kwamba amtoe Yesu Kristo afe kwa ajili yetu. Sasa Kristo alikufa tulipokuwa tungali wenye dhambi, tulikuwa na uadui na Mungu, tulikuwa tumetengwa na Mungu, lakini Mungu akaona aweze kutusaidia kwa namna hii, aweze kutupa uzima ambao sisi hatuna, aweze kutupa uzima ambao sisi hatukustahili kuwa nao, ila yeye alitustahilisha, na hiyo inaitwa neema, kupewa kile ambacho hatukustahili. Lakini pia aliturehemu. Maana yake nini? Kutunyima kile ambacho tulistahili. Tulistahili nini? Tulistahili hiyo mauti yetu na kuhukumiwa milele, tulistahili hukumu ya adhabu, lakini alisema kuanzia leo hamtahukumiwa. Hiyo ni rehema yake, kwamba kutunyima tunachostahili ambacho ilikuwa ni malipo ya makosa yetu, ni malipo ya dhambi zetu. Lakini pia alitupa neema yake, maana yake kutupa tusichostahili. Ambacho tusichostahili ni nini? Ni kile ambacho sisi tulikuwa ni wenye dhambi, tulikuwa ni wachafu, tulikuwa tustahili kuitwa wana wa Mungu, tulikuwa tustahili kuitwa watakatifu, lakini alitupa bure. Hiyo ndio inaitwa neema yake. Kwa hiyo yote haya aliyafanya kwa kupenda kwake. Yote haya aliyafanya si kwa sababu alishinikizwa, si kwa sababu aliombwa na mtu, ni kwa sababu ya kupenda kwake. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ni kwamba yeye mwenyewe aliamua, yeye mwenyewe aliupenda ulimwengu. Kwa huo upendo wake ndio maana aliweza kumtoa mwanawe pekee. Biblia inasemaje? Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Maana yake mtu yeyote ambaye hakumwamini Yesu Kristo amekwisha kuhukumiwa. Mtu ambaye yeyote hamwamini Yesu Kristo hata leo amekwisha kuhukumiwa, ila yule anayemwamini Yesu Kristo hahukumiwi. Hahukumiwi si kwa sababu ametenda matendo mazuri, hahukumiwi kwa sababu ameamini kwamba Yesu ameondoa dhambi zake, hahukumiwi kwa sababu amepokea neema na rehema ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ameamua asiwahesabie watu dhambi zao kwa sababu ya kuja kuzihukumu dhambi katika mwili wa Yesu Kristo, kwamba Yesu Kristo alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na alipokuja aliziondoa kweli dhambi. Alidhihirishwa kwa sababu hiyo, ili dhambi isiwepo tena, ili mwanadamu asikae katika hukumu. Biblia inasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukue dhambi ya ulimwengu. Yeye amekuja kuichukua dhambi ya ulimwengu mzima, ili kila amwaminie Yesu Kristo asihukumiwe. Na ndio maana mtu haendi motoni kwa sababu ameongea uongo, kwa sababu amezini, kwa sababu ameiba, kwa sababu amefanya, ila mtu anaenda motoni kwa sababu ameshindwa kumwamini Yesu Kristo ambaye ameondoa dhambi. Kumbuka, unapokea haya yote aliyoyafanya Yesu Kristo kwa njia ya imani, kwa kumwamini na kumkiri Yesu Kristo. Unapomwamini na kukiri kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako, kwamba huwezi kujiokoa mwenyewe, tokea siku hiyo unaokoka, si kwa sababu umetenda matendo mazuri, si kwa sababu umefanya chochote, ni kwa sababu tu umeamini. Kwa hiyo hata leo kama hujiokoka bado, kama hujamwamini Yesu Kristo, hapo ulipo unaposema mimi naamini ya kwamba siwezi kujiokoa mwenyewe, siwezi kushinda dhambi mwenyewe, na mhitaji Yesu, kuanzia hapo unapomkiri Yesu na kumwamini Yesu kwamba alikufa na kufuka kwa ajili ya dhambi zako, basi hapo unaokoka, unazaliwa na Mungu, unapokea uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu, na kuanzia hapo una ushirika na Mungu milele. Kuanzia hapo unaishi na Mungu milele. Kuanzia hapo hautahukumiwa milele. Kwa nini? Kwa sababu Mungu aliamua kutozihesabu dhambi za watu na kuzikumbuka, kwa kupitia kuzihukumu dhambi zote kupitia Yesu Kristo. Na ndio maana Biblia inasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao. Maana yake ameupatanisha ulimwengu na nafsi yake ili asiwahesabie makosa yao. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anateswa, Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Lengo nini? Ni kupatanisha ulimwengu na nafsi yake, ili weje asiwahesabie watu makosa yao. Daudi aliona huu heri wa watu kuto kuhesabiwa makosa. Aliona katika ile Warumi sura ya 4
Akazungumza vizuri, heri waliosamehewa makosa yao na waliositiriwa dhambi zao. Heri mtu yule ambaye Mungu hamhesabii dhambi. Ni mtu gani? Mtu aliokoka. Hahesabii dhambi. Huyu Yesu Kristo. Hata wewe uliokoka, ukikosea mahali pale, unapokosea, Biblia inasema ya kwamba sio kwamba ulie, sio kwamba ufanya nini, umekosea kwa sababu ya udhaifu wa mwili wako, lakini roho yako iko radhi. Roho yako haipendi vile, kwa sababu tokea ulipookoka, ulipozaliwa na Mungu, roho yako haitamani kufanya dhambi. Kwa hiyo unapokosea, si kwa sababu, sio kwamba umetoka kwenye wokovu, sio kwamba pale ndio Mungu anasema basi sijakuzaa, sio kama unasema Mungu amekuondolea uzima milele. Pale unapokosea ni kwa sababu ya udhaifu wa mwili wako au uchanga wa kiroho. Ndio maana katika waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza na wa 2 anasema, watoto wangu wadogo nimewaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Akasema yeye ndiye kipatanisho wa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu mzima. Maana yake ulimwengu mzima, Yesu alikuja kuondoa dhambi ya ulimwengu mzima. Ndio maana mtu haendi motoni kwa sababu ya dhambi yake, haendi motoni kwa sababu amefanya dhambi, amefanya kosa lote, ameiba, ameongea uongo, amezini, amefanya nini. Huyu mtu haendi motoni kwa sababu hiyo, kwa sababu dhambi hiyo Yesu Kristo alikwisha kuichukua na akahukumiwa kwa dhambi hiyo. Hiyo dhambi haipo tena, ila mtu ataenda motoni kwa sababu amemkataa Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu anapokosea, Biblia inasema tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Ile mwombezi kwa Kiingereza anasema advocate. Anasema little children, these things I write unto you, these things write unto you, that you sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Kwamba tunaye advocate. Advocate ndio huyu mpatanishi wetu. Advocate nani? Wakili wetu. Huyu ndiye anayesimama na jukumu la dhambi zetu, kwamba tumekosea, sisi tunamkiri yeye badala ya kukiri dhambi. Tumekosea, tunamuungama Kristo badala ya kuungama dhambi. Kwa nini? Yesu Kristo ndiye kipatanishi chetu na Mungu. Yesu Kristo ndiye mwombezi wetu. Huyu mwombezi ni advocate, ndio wakili wetu. Mbele ya wakili wewe husema, kama hakimu anasema huu ni wakati wako wa kusema, alafu unaye wakili wako ndiye atakayesema. Yesu ndiye anayetusemea. Yesu ndiye anayetusemea siku zote. Ndio maana damu ya Yesu inanena mema kila siku. Inanena nini? Inanena kile ambacho alikifanya kwa ajili yetu, kwamba alikifanya kwa ajili ya watakaomwamini, sio watakaopambana kutenda matendo mazuri, ila kwa watakaomwamini Yesu Kristo, watakaoamini ya kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zao ili dhambi isikae tena kwao. Biblia inasema dhambi haitawatawala tena, maana hamui chini ya sheria. Sheria nini? Sheria ndio inayochochea dhambi, kwamba sheria inakwambia wewe hujatenda vizuri, kwa sababu hiyo umetengwa na Mungu. Hiyo ni sheria, inaitwa Torati, na Biblia inasema nguvu ya dhambi ni Torati. Okay? Biblia inasema nguvu ya mauti ni dhambi na nguvu ya dhambi ni Torati. Maana yake kama hakungekuwa na Torati, kusingekuwa na dhambi. Torati nini? Sheria. Hiyo sheria iliyokuambia hiki ni kosa, hiki sio kizuri, hiki sio kizuri. Sasa Yesu alipokuja aliona kwamba pamoja na kwamba mnaijua sheria, pamoja na kwamba mnajua kwamba kufanya hivi ni kosa, lakini mmeshindwa. Kwa sababu hiyo mtaokolewa kwa neema, si kwa matendo ya sheria, si kwa kuitimiza sheria, si kwa kufanya vizuri. Mtaokolewa kwa neema. Mkishaokolewa kwa neema, mmekuwa wana wa Mungu. Kuanzia hapo wema utatokea ndani, sio kitu cha nje. Sheria inataka ufanye kwa nje, lakini wema leo hii unatokea ndani, kwa kuwa mnapompokea Yesu Kristo mnapokea asili ya Mungu. Mungu ni mwema. Mungu anapenda wema na anapenda matendo mazuri. Mtajikuta mnafanya matendo mazuri, si kwa sababu kuna andiko limesema fanya matendo mazuri. Mtajikuta hamzini, si kwa sababu kuna andiko limesema usizini, ila ule wema wa Mungu utatokea ndani, ambao ule ndio utakao kuwa sheria ya Mungu inayokuendesha, ambao hiyo inaongozwa na Roho Mtakatifu, ambao wanampokea tu watu waliookoka. Baada ya hapo mnajikuta mnaanza kufanya matendo mazuri, si kwa sababu kuna andiko linasema, si kwa sababu kuna sheria inasema, ila mtajikuta mnatenda matendo mazuri kwa sababu wema umekuwa asili yenu, kwa sababu mmezaliwa na Mungu, kwa sababu asili ya Mungu inaendelea kujifunua kwenu, wala hautapambana kuwa mwema. Mtu anayepambana ili atende mema, huyu bado hajapokea ile asili ya Mungu, inaitwa upendo wa Mungu. Kwa sababu yeyote aliyepokea upendo wa Mungu atajikuta ule upendo ndio
unaombidisha katika kufanya mema. Ndio maana Torati yote, sheria zote zinakamilika katika upendo tu, kwamba mtu anapokuwa na Mungu anapewa upendo. Huo upendo si wa kwako wewe, ni upendo ambao unaupokea kutoka kwa Mungu. Biblia inasema kwamba si kwamba sisi tulimpenda, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtoa mwanae awe kipatanisho kwa dhambi zetu. Kwa maana yake huo upendo ni upendo wa Mungu, sio upendo tu, ila sisi Mungu aliamua kutupa. Biblia inasema tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe watoto wa Mungu, tuitwe wana, na ndivyo tulivyo. Maana yake ni kwamba ni pendo alilotupa. Biblia iko wazi kwamba sisi twapenda kwa sababu yeye alitupenda kwanza, sio kwa sababu sisi tunapenda kwa sababu yetu wenyewe. Ni kwa sababu alitupa hilo pendo, na Biblia inasema wazi ya kwamba hakuna kitakachotutenga na huo upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Hakuna chochote kinachoweza kututenga na huo upendo wa Mungu. Maana yake si chochote, hakuna dhambi, hakuna chochote. Biblia inasema yaliyopo wala yatakayo kuwako, hakuna chochote kinachoweza kututenga na upendo wa Mungu. Kwa nini? Ni upendo ambao Mungu alikuwa nao mwenyewe. Biblia inasema Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa tulipokuwa tungali wenye dhambi. Kwa hiyo ni pendo la Mungu, sio kwa sababu yetu sisi, hatuokoki kwa sababu yetu sisi, ila ni kwa sababu Mungu aliamua kufanya wokovu upatikane kwa kila anayetaka, kwa kila anayeamini anaupokea huo wokovu. Kwa hiyo si kwa matendo yetu, si kwa haki yetu, si kwa chochote, ni kwa neema ya Mungu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, si kwa sababu asema ni kipawa cha Mungu, wala asema ni kipawa cha Mungu, si kwa nafsi zetu, si kwamba sisi wenyewe kwa nafsi zetu tumetengeneza hali ya kuokolewa, bali akasema ni kipawa cha Mungu, na akasema wala si kwa matendo, mtu yeyote asije akajisifu. Si kwa matendo, si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi. Biblia inasema lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu ulipofunuliwa na upendo wake kwa wanadamu, akasema alituokoa si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyotenda sisi, bali kwa kuoshwa na kwa kuzaliwa, asema bali kwa neema yake kwa kuoshwa na kwa kuzaliwa kwa pili. Hilo andiko liko katika Tito, tutaliona vizuri. Bwana Yesu asiwe sana. Maana yake nini? Mungu aliamua kuyafanya yote kwa sababu yake yeye mwenyewe, kwa sababu yake yeye mwenyewe, sio kwa sababu yetu sisi, kwa sababu yake yeye mwenyewe. Kwa sababu hiyo ni suala la kumwamini, sio suala la kupambana. Baada ya kumwamini, wema wake utakaa ndani yako, na baada ya kumwamini utajikuta unaanza kutenda matendo mema, si kwa sababu ya kujilazimisha kutenda matendo mema, bali itakuwa ni asili yako. Kutenda matendo mema itakuwa ni asili yako. Unafurahia kutenda matendo mema, sio kutenda matendo mema kwa sababu kuna adhabu mbele, ila kutenda matendo mema kwa sababu ni asili ya kwenu, kwa sababu wewe umekuwa kiumbe cha mbinguni. Biblia inasema sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Kwa Kiingereza anasema our citizenship is in heaven. Sisi ni raia wa mbinguni, sisi ni wenyeji wa mbinguni, lakini hapa duniani tumekuwa ni mabalozi wa Mungu, ni mabalozi wa Mungu, mabalozi wa mbinguni duniani. Kama ni mabalozi wa mbinguni duniani, haki zetu ziko mbinguni na tunaishi na Mungu katika hali ya kumpendeza, si kwa sababu maandiko yamesema, ila kwa sababu wema wa Mungu umekaa ndani yetu na Roho Mtakatifu ndiye anayetuongoza. Tunalo tunda la Roho sisi. Tunamwakilisha Mungu kama mabalozi wa hapa duniani. Tunamwakilisha Mungu kama mabalozi wa mbinguni hapa duniani. Kwa hapa duniani sio kwetu, hapa sio kwetu, lakini sisi wenyeji wetu huko mbinguni. Kwa nini? Tokea tulipookoka sisi wenyeji wetu huko mbinguni, uraia wetu huko mbinguni. Kuanzia hapo tunajikuta tunafanya wema natural, tunafanya matendo mema natural, si kwa sababu ya sheria tena, kwa sababu Biblia inasema Kristo ni mwisho wa sheria ili kila aminiye ahesabiwe haki. Yesu alikuja kuitimiliza sheria yote, alikuja kuitimiliza Torati yote. Baada ya kuitimiliza akapata haki, hiyo haki akatupa sisi, kwamba kila anayemwamini anahesabiwa haki bure. Kwa hiyo Yesu Kristo hakuja kuitangua Torati, hakuja kutangua manabii walichosema, alikuja kutimiliza kwa sababu aliandikiwa yeye. Baada ya kutimiliza hapo sisi tumepata haki. Biblia inasema haki yenu isipozidi haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaurithi ufalme wa Mungu. Maana yake nini? Haki yenu nyie ni haki gani? Ni haki ya Yesu Kristo. Imeshaizidi haki ya waandishi na Mafarisayo, ambao haki ya waandishi na Mafarisayo ni haki gani? Ni haki ile ya matendo ya sheria, haki ya Torati. Hiyo ndio haki ya waandishi na Mafarisayo. Sasa tumeshaizidi. Kwa nini tumeshaizidi? Tumepokea haki ya Yesu Kristo kwa kuwa alitimiza Torati kwa ajili yetu, ili kwamba sisi tupate kupokea asili ya Mungu. Tutende mema kwa sababu tuna asili ya Mungu, sio kutenda mema kwa sababu ya kulazimishwa na kwa sababu kuna adhabu, ila kwa sababu ya upendo